Kwa unapojaribu kuhoji ni vitu ambavyo havijui maana yake. Tunahitaji msikilizaji, unasikiliza, uniangalia sasa, unayeniona, uweze kutambua haya, ili unapokutana wapinzani wa imani yako ya Kristo usibabaike. Uwe umejifunza na umetambua. Maana dunia nzima ni lazima ije kwa Yesu Kristo ili awe Bwana Mwokozi wao. Kumkataa Yesu ni kukataa maisha. Kumkataa Yesu ina maana umemkubali shetani, umekumbatia mauti, na mwisho wake ni jehanamu ya moto. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ili mtu apate uzima ni lazima aje kwa Yesu. Kinyume na hapo, jehanamu ni haki yake. Kwa wale ambao hawajabahatika kwa Kristo, ninawaalika, ni wakati wao kuja kwa Yesu Kristo. Mwingine akisikia maneno hayo anakasirika mno. Mwingine anatamani avunje TV anaosikiliza. Hizo ni hasira za bure. Yesu alishasema, anayenikataa mimi Yesu anakataa nafsi yake mwenyewe. Anayenikataa mimi Yesu, Yesu namnukuu Yesu akisema, mimi sio Yesu, namnukuu Yesu akisema. Yesu anasema, anayenikataa mimi Yesu anakataa nafsi yake, anakataa uzima wake. Katika 8:12 Yohana Yesu anasema, mimi Yesu ndimi nuru ya ulimwengu, anifuataye mimi hatokwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Bwana Yesu na asifiwe. Wapinzani wa Kristo wakasema, Yesu wewe ni mwongo, unajifagilia mwenyewe, wewe ni mwongo. Yesu akasema, japokuwa najifagilia mwenyewe, ushuhuda wangu ni wa kweli kwa sababu ya kubwa mbili. Sababu ya kwanza, najua nilikotoka. Sababu ya pili, najua niendako. Bwana Yesu na asifiwe. Ndipo aliposema kwenye Yohana sura 14 ule mstari wa 5 hadi wa 6. Yesu akasema, ukianza mstari wa kwanza pata raha zaidi hadi wa 6. Yesu anaambia, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani kwa Baba yangu mna makao mengi, la sivyo ningeliwaambia, lakini naenda kuandalia mahali. Nikisha kamilisha, nitakuja niwachukue nyinyi wa Kristo, ili mimi nilipo nanyi wa Kristo muwe pale pale. Lengo na nia muwe na uzima wa milele, kisha muone utukufu wangu niliokuwa nao kabla ulimwengu kuwako, jinsi malaika wanavyosujudu na kunitumikia. Ndipo mtajua mimi ndiye. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya. Lakini tunaposoma ndani ya Qur'an ile sura ya 47 na ile aya ya 19, hii inaitwa surati Muhammad. Muhammad ambaye Waislamu anasema tumfuate tumwache Yesu, anasema hivi, aya inasema hivi, sura ya 47 aya ile ya 19. Sema Muhammad, mimi si kiroja mpya katika mitume, wala sijui nitakachofanywa mimi Muhammad, wala sijui mtakachofanywa nyinyi, yani Waislamu nao nifuata. Sikuwa mie lolote wala chochote, mimi ni mwonyaji tu basi. Haya ni maneno ya Muhammad, nabii wanayemwamini Waislamu, ndani ya Qur'an sura ya 47 aya 19, akisema yeye hajui atakachofanywa yeye Muhammad, wala hajui watakachofanywa Waislamu wanaomfuata, na akasema yeye si lolote si chochote, ni mwonyaji tu. Lakini Yesu anasema mimi ni nuru ya uzima. Bwana Yesu na asifiwe sana. Na anasema najua nitokako, na anasema najua niendako. Haya maneno Waislamu sio kwamba wafahamu, wanayafahamu vizuri sana waadhiri wa Kiislamu wanaoandika vitabu na wanaoweka mihadhara, lakini hawaambii ukweli Waislamu wenzao. Sasa Yesu kama anajua anakoenda, na Yesu ndiye atakaye hukumu ulimwengu, ile Mathayo 25:31 na kuendelea, kwamba ndiye atakaye hukumu ulimwengu Yesu. Lakini Muhammad hajui. Na ukisoma sura ya 7 ile aya ya 188 ndani ya Qur'an, anasema Muhammad, sema Muhammad, anasema laiti ningelijua mambo ya ghaibu. Laiti, huyo ni Muhammad anasema mwenyewe, nabii ambaye Waislamu wanasema tumfuate tumwache Yesu. Anasema laiti kama ningelijua mambo ya ghaibu, ningelijizidishia mema mengi
wala yasingenigusa madhara. Aya hiyo niisome kwa urefu wake, maana unasema unanukuu kichwani, andiko alisemi hivyo. Nisome sura ya 17, nifungulie ndugu yangu sura ya 17 aya 188 Qur'an, tuone anavyosema huyu anayesema tumfuate, tumwache Yesu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Huyu anayesema tumfuate, tumwache Yesu, niangalie 7, nifungulie. Nataka nisome vizuri hiyo aya, nisome vizuri kabisa. Ni sura ya 7, sio 17. Samahani, nikosea kidogo, ulimi una mfupa. Ni sura ya 7, sura cha Al-Araf, juzuu ya 9, ile aya ya 188. Sema, anaambiwa Muhammad kul, yani sema, sina mamlaka ya kujipa nafuu wala ya kujiondolea madhara, ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Na lau kama ningalijua ghaibu, ningejizidishia mema mengi, wala isingalinigusa dhara. Mimi si chochote ila ni mwonyaji na mtoaji wa habari njema kwa watu wanaoamini. Sasa wewe unasema Muhammad ni mtoaji wa habari njema kwa watu wanaoamini na ni mwonyaji. Unaonya vipi na kutoa habari njema vipi ikiwa hali hujui utakachofanywa wala hujui endako? Hizo habari njema unazipata wapi? Tunaambia waadhiri wa Kiislamu, waambieni watu wenu maneno hayo, si kushambulia Ukristo tu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ukristo ni nyumba ya mawe iliyojengwa juu ya msingi imara ambao ni Yesu Kristo mwenyewe. Huyu anasema lau ningelijua mambo ya ghaibu. Unaposikia ghaibu ni mambo ya siri ya Mungu. Muhammad analamika, ningelijua mambo ya siri ya Mungu, ningelijizidishia mema mengi. Ina maana kwa kuwa kujua siri za Mungu, alitenda mema machache, mabaya kawa ni mengi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Lakini sio Yesu. Yesu katika Yohana sura ya 10, Yesu anasema hivi, Wayahudi wakasema Yesu takuwa. Yesu akaambia, nyinyi hakuna mwenye jeuri ya kuniua mimi kabla ya wakati wangu. Mimi wakati wangu ukifika, nina uwezo wa kuutoa uhai wangu, na nina uwezo wa kuutoa, na nina uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo na mamlaka hiyo nimekuja nayo toka kwa Baba mbinguni. Kwa Yesu anasema ana uwezo wa kutoa roho yake na ana uwezo wa kuirejesha roho yake. Akasema hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kuondoa roho yangu, bali uwezo wa kuondoa roho yangu wakati ukifika, hiyo roho nitaitoa mwenyewe, na wakati ukifika, hiyo roho nitaitoa mwenyewe. Bwana Yesu na asifiwe sana. Huyu ndio Yesu Kristo ambaye Wakristo tunamwamini, na dunia nzima inatikisika kwa ajili ya Yesu Kristo. Mtu akitaka uzima ni Yesu. Akitaka mauti afate manabii na mitume wengine kinyume na Yesu. Na akitaka uzima lazima arejee ndani ya Biblia. Ukisoma vitabu vingine kinyume na Biblia, moto ni haki yako, hilo halina swali. Bwana Yesu na asifiwe sana. Na anasema ambaye ni mtume na nabii wanayesema tumfuate na tumwamini. Msomaji, naomba kitabu cha Al-Marjan. Nifungue ukurasa wa 1007 niweze kusoma. Sikia maneno. Tumeona aya mtume wanayesema tumfuate wa Kristo, tumwache Yesu Kristo. Somo letu ni dini part 1. Mwenyewe akujua mambo ya ghaibu, akujua mambo ya siri ya Mungu. Kitabu cha 3 anasema akujua mambo ya siri ya Mungu. Kama angeliyajua angelijizidishia mema mengi. Kinyume chake, kwa kuwa akujua mambo ya siri ya Mungu, kinyume chake ni kwamba alitenda mema machache, mabaya kawa ni mengi. Ni kweli? Ngoja tumsikilize Muhammad mwenyewe kwenye kitabu cha hadithi. Kitabu hiki kinaitwa Al-Marjan, kitabu cha 3, ule ukurasa wa 1007 hadi 1008. Kimenukuu hadithi sahihi toka ndani ya kitabu cha Sahih Bukhari juzuu ya 8 hadithi namba 407. Unaposikia hadithi ni nini? Hadithi za Mtume Muhammad kama wanavyosema wao.
sallallahu alaihi wasallam. Maana yake ni nini? Hadithi maana yake ni ufafanuzi wa aya. Hadithi na maana mbili. Maana ya kwanza, hadithi ni ufafanuzi wa aya za ndani ya Qur'an ambazo hazifahamiki uzuri maana yake, ili Muhammad azifafanue kupitia hadithi, Waislamu waelewe maana yake. Maana ya pili ya hadithi, maana yake ni mafunuo ya ziada ya Muhammad nje na Qur'an. Na Qur'an hii ni muhtasari tu wa Uislamu, habari kamili ndani ya hadithi. Sikia mwenyewe anavyosema katika hadithi sahihi. Maana baada ya Qur'an kwenye Uislamu, kitabu cha kwanza mwongozo mkuu ni Qur'an, na kitabu cha pili ambacho kinafuata kwa ufafanuzi wa mambo ya Uislamu kinaitwa Sahih Bukhari, kinafuata Sahih Muslim, vinafuata Sunni Abu Daud, Sunni bin Majah, vinafuata Tirmidhi, Sunni Abu Daud, Sunni Aisha na vitabu vingine vingi vinafuata vya hadithi. Sikia, Muhammad siku moja alikuwa anaomba dua. Hadithi ya Abu Musa radhiallahu anhu alisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua hii akisema, Mola wangu nisamehe makosa yangu na ujinga wangu, na pia nisamehe kukiuka kwangu katika mambo yangu yote, na lile ambalo wewe unalijua zaidi kuliko mimi. Mola wangu nisamehe makosa yangu niliyoyafanya kwa makusudi na niliyoyafanya kwa mzaha wangu, na yote hayo ninayo. Ewe Mola wangu nisamehe nilichokichelewesha, nilichokifanya kwa siri na nilichokifanya bayana. Wewe ndiye unayetanguliza na wewe ndiye unayechelewesha, na wewe ndiwe muweza wa kila kitu. Naona maneno haya, Muhammad anaomba dua, anasema Mola wangu nisamehe dhambi zangu ambazo nimetenda makusudi, nimetenda kwa jeuri, nimetenda kwa kibri, nimetenda kwa muzaha, na zote ninazo, na ambao nimetenda madhambi kwa siri na nimetenda madhambi kwa dhahiri. Naomba Mwenyezi Mungu nisamehe. Sasa Waislamu kama wanashambulia Ukristo na kusema Kristo umepotea, tumfate Mtume Muhammad, ndiye mtume. Tumeona kile kitabu kimeandikwa na Ustaz Rajabu Musa, anasema hizi ni zama za Nabii Muhammad. Tuliposoma Qur'an na hadithi tukabaki na mashaka. Huyu anasema tumfate, mwenyewe anakiri ana dhambi kwenye hadithi, hata kwenye aya. Nifungulie Qur'ani sura ya 46 ile aya 9. Niisome kwanza, nione hawa mashababi, hawa mujahidina wanaoandika vitabu kupinga Ukristo na kupotosha, mbona wayaoni haya kwao? Haya mbona wayaoni? Nisomea 46 Qur'an, nione tumeona ni kweli madhambi anayo. Tusome, kuna 46:9 nitaisoma, haja takachofanywa hiyo nitaisoma, lakini hii Muhammad ana dhambi ni 47:19. Ile sura ya Muhammad juzuu ya 26 aya 19. Jua ya kwamba hakuna abudiye kwa haki ila Mwenyezi Mungu, na omba maghfira, yani omba msamaha kwa dhambi zako na dhambi za Waislamu wanaume na wanawake, na Mwenyezi Mungu anajua mahali penu pa kwenda na kurudi na mahali penu pa kukaa. Muhammad anaambiwa omba msamaha kwa ajili ya dhambi zako na dhambi za Waislamu wanawake na wanaume. Muhammad alikuwa na dhambi. Sasa linakuja swali, hawa walimu wa Kiislamu wanaposema hizi ni zama za Nabii Muhammad, hiki ni kitabu tumekichoma, hizi ni zama za Nabii Muhammad, kitabu hiki hapa, hizi ni zama za Nabii Muhammad. Sasa tunapomsoma Muhammad mwenyewe anaambiwa aombe msamaha kwa ajili ya dhambi zake, na hatuoni mahali popote alipoomba msamaha. Sasa linakuja swali, kama yeye ambaye ni kiongozi, mnamuita ni kiongozi bora umma huu, yeye mwenyewe ameshindwa na dhambi, ametenda dhambi, je, nyinyi mnaomfuata mtaweza vipi kushinda dhambi ikiwa kiongozi mkuu dhambi zilimshinda? Hiyo nguvu yeye alishindwa, nyinyi mnaomfuata kwaje? Sio Yesu Kristo. Ukisoma ile sura ya 8 kuanzia mstari wa 43, Yesu anawauliza wapinzani wa Kristo na wapinzani wa Injili wanaopotosha, wanaosema tunamkubali Bwana Yesu hadi ni wanafiki. Anawaambia, ni nani kati yenu nyinyi anayenishuhudia mimi Yesu ya kuwa nina dhambi niliyotenda walau juzi au jana au mwaka juzi? Ni nani kati yenu? Si mnalifahamu shangu? Wakasema, Yesu, wewe ni mtakatifu, ni mkamilifu, huna dhambi hata ya kusingiziwa. Bwana Yesu na asifiwe.
Sasa Yesu ameshinda dhambi. Ile nguvu iliyomfanya Yesu ashinde dhambi ndiyo nguvu ile ile tunapomwamini anatupa sisi, nasi tunashinda dhambi kirahisi, kwa kuwa Yesu kiongozi wetu, yeye alishinda dhambi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hasa wanasema tumfuate. Na Yesu, maandiko yamesema Yesu ndiye atakaye hukumu ulimwengu, ataketi kwenye kiti kuhukumu ulimwengu. Lakini Mtume Muhammad ambao Waislamu wanasema ni zama zake, tumfuate, tumwache Yesu, tumwangalie. Je, yeye vipi? Sura ya 10 ile aya 102 inaitwa surati Yunus, juzuu ya 11 ile aya ya 102 ndani ya Qur'an. Inasema hivi, anaambiwa Muhammad awaambie Waislamu, basi wanangoja jingine ila kuwajia mfano wa siku za adhabu zilizowafika watu waliopita kabla yao? Sema, yani cool. Anaambiwa Muhammad, sema, waambie hao wanangoja adhabu, waambie hivi, basi ngojeni, yani waangoje hiyo adhabu. Basi ngojeni, mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Kumbe wale watu Muhammad anawaambia waangoje adhabu, anawaambia na mimi pia ni pamoja na nyinyi mnaongojea. Wale wanaongojea adhabu na yeye anao anangoja adhabu. Alafu natuambia tumwache Yesu, tumfuate Muhammad. Never, haiwezekani. Yesu ndiye nuru, ndiye mshindi, ndiye Bwana wa uzima. Bwana Yesu ni asifiwe sana. Ndio maana tunaongea habari za Yesu kinywa kipanda kabisa. Manabii wote wa kweli na wa uongo wote walikufa, habari zao zimeishia hapo. Waanzilishi wa dini zote duniani wamekufa, lakini mwanzilishi wa dini wa imani ya Kikristo ambaye ni Yesu Kristo yuko hai milele na milele. Tumwache Yesu, tuende kwa nani? Tumfuate nani? Bwana Yesu na asifiwe sana. Muhammad anangoja adhabu, lakini Yesu anasubiri kuadhibu watu. Angalia utofauti huo. Yesu anasubiri kuadhibu watu waliomkataa waende jehanamu ya moto. Muhammad yuko nyuma kwenye foleni, anangoja adhabu. Muislamu wasubiri nini? Ni mbio kuja kwa Yesu. Japo tukiongea maneno haya Waislamu wengine ukasirika kwa sababu yameletwa na mjumba asiaminika kwao. Maana tukiongea na Kristo kama ni watumishi wa Mungu, wanakataa wakisema tunakashifu Uislamu. Hatuwezi ukashifu Uislamu. Tukashifu nini Uislamu sisi? Kwa nini tukashifu? Hatuwezi kukashifu. Tunaeleza ukweli ulio ndani ya Uislamu. Ndio maana tunawaambia, hebu nendeni mkoze mashehe wenu, andikeni aya, nunueni Qur'ani, msome wenyewe, na vitabu vya hadithi someni wenyewe, muone ukweli wa mambo. Bwana Yesu ni asifiwe sana. Wapendwa katika Bwana, mwanzilishi wa dini yetu, maana tumeona dini ni njia. Sasa mwanzilishi wa dini yetu, yani njia yetu, si mwanadamu wa kawaida. Dini yetu na imani yetu imeanzishwa na nani? Biblia itupe jibu. Ebrania 12:2. Kwa roho unaweza kuanzia moja. Naomba niko nifungulie Ebrania 12:2. Unipe mara moja hapo. 12:2 Ebrania. Ili mwanzilishi wa dini yetu. Maana Waislamu wanadai hivi, mwanzilishi wa dini ya Kristo ni Mtume Paulo, na Waislamu hawamkubali Mtume Paulo, wakidai ni mtume wa uongo, kwamba ndiye mwanzilishi wa dini ya Kikristo. Wakisoma andiko la Matendo ya Mitume sura ya 11 na ule mstari wa 26 unaosema, na alipompata Barnaba akaenda mpaka Antiokia, akakaa kule kwa muda wa mwaka mzima wakiwafundisha watu wengi, na Wakristo waliitwa kwanza hapo Antiokia. Wanasema unaona, Ukristo umeanzia Antiokia, kaanzisha Paulo. Haya ni maneno ya kupotosha makusudi, imani kutotambua akisemacho. Bwana Yesu ni asifiwe sana. Imani ya Kristo haikuanzishwa na Paulo Antiokia, kwa sababu Paulo mwenyewe alienda kuhubiri Antiokia, na Barnaba tayari Paulo alikuwa ni Mkristo, Barnaba alikuwa ni Mkristo. Sasa unasemaje Paulo ndiye mwanzilishi wa Ukristo wakati yeye mwenyewe tayari anakwenda Antiokia, tayari ni Mkristo? Bwana Yesu ni asifiwe sana. Paulo si mwanzilishi wa imani ya Kikristo. Haya ni maneno ya kupotosha. Anaposema waliitwa Kristo kwanza hapo Antiokia, maana yake ni nini? Ni kwamba Antiokia ambako ni Ugiriki ya leo, eneo moja katika Ugiriki ya leo, ni Uturuki, ilikuwa ni eneo limejaa wapagani washirikina watupu.
Paulo akafanya kazi ya Mwenyezi Mungu ya kuhubiri Injili na kufundisha watu. Mwisho wakaelewa, wakaamua kumwongokea Bwana Yesu. Kwa mara ya kwanza wakapatikana Wakristo wa kwanza pale Antiokia. Si kwamba maeneo mengine hawakuwepo, la hasha, walikuwa wamejaa tele. Bwana Yesu ni asifiwe sana. Hata tusome ile Marko sura ya 9 kuanzia mstari 38 hadi 45 pale. Yesu anawaambia, atakayewanywesha nyinyi ngaa kikombe cha maji baridi, kwa kuwa nyinyi ni watu wa Kristo, hatokosa thawabu yake. Tayari Yesu kesha tambua Kristo. Kwa mwanzilishi wa imani ya Kristo si mtume Paulo, bali ni Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya, haleluya! Mwanzilishi wa imani ya Kristo ni Yesu Kristo mwenyewe. Ushahidi ni Ibrania 12:2. Nianzie moja kwa kuleta raha. Anasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingao kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, na ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwamba maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyo miele. Kwamba tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Mwanzilisho imani yetu ni Yesu Kristo mwenyewe, wala sio mtume Paulo. Siku moja nilikuwa ninahubiri Tanga, akaja mzee mmoja anasema, kijana, inaonekana hubiri habari za Yesu kwa jeuri. Ina maana mitume wote, manabii wote hawana maana? Nikamwambia mzee, hapana, mitume nao tambua ndani Biblia wana maana. Maana walikuwa ni wanadamu wa kawaida hawa, na wote wamekufa. Kwa nini naongea habari za Yesu kwa jeuri? Ni kwa sababu Yesu Kristo yuko hai milele na milele na milele. Bwana Yesu na asifiwe. Tunaposema Yesu alikufa akafuka, Waislamu wanasema, nyinyi mnaharibu wa Kristo. Wanasema Yesu akufa kabisa. Ili kuwaje? Wanasema Mwenyezi Mungu alimnyanyua mzima mzima. Akaenda wapi? Akaenda kwa Mwenyezi Mungu. Anafanyeje? Amekaa na Mwenyezi Mungu. Ala! Je, Mtume Muhammad vipi? Sema huyo kafa, yuko Madina. Ala! Sasa kama mnakubali Yesu hajafa kabisa mpaka leo anaishi, hamwezi kuona kwamba huyu ndiye bora kuliko mitume na manabii wote? Maana ameketi na Mungu. Bwana Yesu na asifiwe. Yesu ni nuru, Yesu ni mkuu uzima, ndiye mwanzilishi wa imani yetu ya Kikristo. Amen. Wapendwa katika Bwana, baada ya kuona kwamba mwanzilishi wa Kristo ni Yesu Kristo mwenyewe, tuangalie sasa, na Waislamu wanatumia andiko la Wakorintho wa kwanza 15:18. Anaposema hao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Anasema mnaona Wakristo wamepotea. Biblia imesema waliolala katika Kristo wamepotea. Wanatumia Wakorintho wa kwanza, waraka wa kwanza kwa Korintho ulioandikwa na mtume Paulo, sura ya 15 ule mstari wa 18. Lakini mtume Paulo aliposema nao waliolala katika Kristo wamepotea, maana yake ni nini? Wao wanadokoa andiko moja doko mstari wa 18. Ukitaka upate maana kamili, anzia Wakorintho sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 20. Soma story kamili, utajua mtume Paulo alilenga nini. Alichokilenga ni hiki: kuna Mayahudi walikuwa na imani mbili, Masudakayo na Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa naamini mtu akifa ana uwezo wa kufuka tena siku ya mwisho. Masudakayo wanaamini mtu akifa ndio imetoka hiyo. Sasa wanasema wale wa Korintho walihubiriwa Injili, wakamwamini Bwana Yesu ya kwamba alikufa akafuka. Lakini walipokwenda wale Wayahudi wanaopinga ufufuo, wale watu wakaanza kuamini kwamba kweli Yesu hakufufuka, kafa tu, kazikwa lakini hakufuka. Mtume Paulo aliposikia maneno hayo, akaandika waraka wa kuwaonya, akaambia jamani, Yesu alikufa akafufuka.
ili awatangulie wale watakao muamini baadaye. Ameenda kuandalia makao. Kama Kristo hakufufuka, basi imani yetu bure. Na hao nao waliolala, yani waliokufa akimwamini Yesu, basi wamepotea. Kama Yesu hakufufuka lakini kama kafuka, maana yake wajapotea, wako sahihi, imani yao ni sahihi. Bwana Yesu ni asifiwe sana. Ukienda mstari wa 20 wao wafiki Waislamu. Wafiki. Anasema lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Amefufuka. Kwa Wakristo hatujapotea kwa sababu Kristo amefufuka. Kama singelifufuka, tungelikuwa tumepotea vibaya, kwa sababu marehemu hana msaada kwa aliye hai. Sasa mwenzangu na mimi unaye ni challenge hivyo, mtume wako yuko hai ama kafa? Na kama kafa kafufuka, jibu nalo mwenyewe. Kama kafufuka, hujapotea. Kama hajafufuka mpaka leo, yupo kaburini, mwenzangu na mimi jua umepotea. Dawa ni kuja kwa Yesu. Hachana mtume aliyekufa, hana msaada kwako. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ndio maana andiko hili. Alafu asema Yesu atawakataa. Kuna andiko kwenye Luka analitumia. Nafikiri sura 23 kama sikosei. Anapoambia 13:25 Luka. Anapoambia ndipo mtakapogonga mlango, mwenye nyumba atawaambia tokeni kwangu nyinyi mtendao udhalimu. Watasema tulikula, tulikunywa mbele zako. Atasema sijui mtokako. Yesu alikuwa analenga Wakristo wasiozalia Ukristo mema, wakabakia Kristo jina hivi au ndio wakifa Yesu atawakataa. Lakini wala ambao waliishi maisha makamilifu, hao wakifa wanakwenda uketi na Yesu milele. Bwana Yesu ni asifiwe sana. Wapendwa, sasa tuone mwisho wa Mkristo. Huyu Mkristo aliyemwamini Kristo, mwisho wake ni wapi? Kristo tumeona kwamba mwanzilishi wa imani ya Kristo ni Yesu Kristo mwenyewe. Je, Mkristo mwisho wake ni wapi? Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwanza mpendwa, Biblia ilishataja neno dini siku nyingi. Ukisoma ile Ayubu 4:6, anasema je, njia uzima. Je, njia ya dini yako si mataraja yako? Ukisoma ile Yakobo 1:26, Timotheo wa kwanza 4:7, Timotheo wa kwanza 6:20, Timotheo wa pili 2:16. Maneno haya yote yanaongelea neno dini. Kwa Biblia ilishatamka neno dini siku nyingi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Mwisho wa Mkristo ni wapi? Kristo mwisho wake ni wapi? Mwisho wa Mkristo ni kwenye uzima wa milele. Na tumeona kwamba dini, neno la Kiarabu, Kiswahili ni njia. Yesu Kristo ndiye dini, yani ndiyo njia yetu. Yohana 14 ule mstari wa 5 hadi wa 6. Yohana sura 14 mstari wa 5 hadi wa 6. Yesu anawaambia wanafunzi wake, nyinyi mwajua niendako, nami niendako mwaijua njia. Tomaso akasema, Bwana, sisi hatuiendako, naye twaijuaje njia? Yesu akaambia, mimi Yesu ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Maanake Yesu ndiye dini ya kweli na uzima. Dini maanake njia. Kwa Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Yaani Yesu ndiye dini ya kweli na uzima. Kinyume na Yesu, dini zote ni za uongo na mwisho wake ni mauti ya milele. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ukitaka uzima, njoo kwa Yesu ambaye ndiye dini ya kweli. Ukitaka mauti, fuata dini nyingine. Ni juu yako mwenyewe. Dini za kishirikina. Bwana Yesu na asifiwe. Kristo tena kusoma ile Yohana, ile Mathayo 22:15-17. Wanamwambia wale Mafarisayo, Yesu, wale Mafarisayo wanamwambia Yesu, tunajua kwamba wewe angalii sura ya mtu wala cheo cha mtu, lakini njia ya Mungu katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Hiyo njia ya Mungu ambayo Yesu alifundisha katika kweli, yaani hiyo dini ya Mungu ambayo Yesu alifundisha katika kweli, inaitwaje? Ndio Yesu mwenyewe anajibu 14 Yohana kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Bwana Yesu na asifiwe sana. Wapendwa katika Bwana,
Mkristo mwisho wake ni wapi? Katika maandiko matakatifu mwisho wa Mkristo ni wapi? Ni kwenye uzima wa milele. Filipi 3:20-23 anasema, kwa maana sisi, yani wa Kristo, wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana mwili wake wa utukufu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa uweza ule ambao kwa huo waweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Kwamba wenyeji wetu jamani uko wapi? Uko mbinguni. Na huko mbinguni tutakwenda vipi? Twende katika Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza sura 4 na ule mstari wa 13 hadi ule mstari wa 16. Anasema, lakini ndugu, anasema kuhusu mwisho wa Mkristo, lakini ndugu, hautaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo nao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuambieni hayo kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa kati ya Kristo watafuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Haleluya! Kwamba tutanyakuliwa waliolala katika Kristo. Yani Mkristo huwa hafi, analala, kwamba siku ya mwisho anaamshwa. Alafu walio hai tunanyakuliwa kwenda kumlaki Bwana Yesu, hivyo utakaa na Bwana Yesu milele na milele. Tutakwenda mbinguni. Isaya 65:17. Waislamu wanasema Kristo, mnasema mnakwenda mbinguni. Hiyo mbingu itatiwa moto. Kwamba mbingu za sasa zimewekwa akiba kwa moto. Nyinyi mnasema mnakwenda mbinguni wa Kristo, hizo mbingu zitatiwa moto. Sasa mtakwenda mbingu gani? Wanashindwa kuelewa kwamba mbingu kweli hizi ambazo tunazo, mbingu ambazo zimezoeleka hizi sasa hivi, hizi mbingu zimeshachakaa. Sisi tunakwenda kwenye mbingu gani? Isaya 65:17. Maana tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hataingia moyoni. Wakristo utaingia kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Hizi mbingu za sasa na nchi unayoona hii vitatiwa moto, lakini Yesu anaandaa mbingu mpya na nchi mpya. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kisoma Petro wa pili 3 mstari wa 7 pia. Kisoma Yohana 14:1-4 na Ufunuo 21 na kuendelea. 21:1 na kuendelea. Kwamba Kristo mwisho wetu ni kwenye uzima wa milele. Bwana Yesu na asifiwe. Ni kwenye uzima wa milele. Sasa kama tumeona wa Kristo mwisho wetu ni kwenye uzima wa milele, na dini tunayo, dini yetu ni Yesu Kristo mwenyewe. Maana tumeona dini Kiarabu, Kiswahili, njia kwenda kwa Mwenyezi Mungu, na Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Kwa Yesu ndiye dini yetu mwenyewe. Amen. Kama ndiye dini yetu Yesu, na tumeona mwisho wake ni kwenye uzima wa milele, mwisho wake ni kwenye uzima wa milele. Amen. Waislamu wanasema Wakristo mmepotea. Wakristo mmepotea vipi? Iyo Qur'ani kitabu chake kinasemaje? Sura 5 ile aya 82. Sura 5, nifungulie ndugu yangu nisome, ili anayeangalia kunitazama aone kwamba nasoma Qur'an. 5:82, yani sura 5 ile aya au mstari wa 82. Tuone unasemaje ndani ya Qur'an. Hawa Waislamu na Wakristo wamepotea. Wakristo ni makafiri. Usikose DVD part 2. Tutaangalia makafiri akina nani. 5:82 Qur'an. Nasema hivi: hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu,
na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyuoni na wamchao Mwenyezi Mungu, na kwa sababu wao Wakristo hawatakabar, wakijua haki uifuata. Hii ni Qur'an. Mtu wa video shuti vizuri hapo waone kwamba ni Qur'an, maana wengine hawaelewi Uislamu. Hii ni Qur'an. Hii hapa imeandikwa Kiarabu na Kiswahili. Tunasoma lugha ya Kiswahili, si kwamba tujui Kiarabu, tunakifahamu vizuri Kiarabu, lakini tunasoma lugha ya Kiswahili ili waelewe kwa lugha ya Kiswahili, maana ndio lugha ya taifa. Bwana Yesu ni asifiwe sana. Hii Qur'an inasema Wakristo ni wacha Mungu na ni wasomi. Sasa kama Mkristo ni mcha Mungu, unasemaje Muislamu kwa Mkristo kapotea? Mkristo hana dini? Ina maana Muhammad mtume naye muamini muongo? Wewe unamwamini kwamba nabii na ni mtume Mwenyezi, unamwamini kama Muislamu? Anasema na Waislamu mnaamini hivi, Muhammad asemi neno ila anafunuliwa na Allah subhanahu. Allah kamfunulia Muhammad, bwana waambie hawa Waislamu wa Kristo ni wacha Mungu. Swali, mcha Mungu hana dini huyo? Na pia amesema Kristo ni wasomi. Wakristo ni wacha Mungu na ni wasomi. Na Muhammad kwa kujua hilo kwamba Kristo ni wacha Mungu na ni wasomi, akawaagiza Waislamu maneno haya ndani hadithi. Lete kitabu cha 3 cha Al-Lulu wal-Marjan, kurasa 990. Nifungulie hii hadithi niisome. Ni hiki hapa. Kinaitwa Al-Lulu wal-Marjan, kitabu cha 3. Kimekusanya hadithi sahihi toka kwenye Muslim na Buhari. Ukurasa wa 990, hadithi namba 1708 inapatikana katika Sahih Buhari juzuu ya 9, hadithi namba 422. Mlango wa 3 unaoelezea kuzifata njia za Mayahudi na Manaswara, yani wa Kristo. Hadithi ya Abu Said Khudri radhiallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, wallahi, Muhammad anaapa, wallahi mtazifata njia za waliokuwa kabla yenu, shubri kwa shubri na dhiraa kwa dhiraa, yani hatua kwa hatua, futi kwa futi, kiasi kuwa hata kama wataingia katika shimo la mburukenge muwafate umo. Tukasema, ewe Mtume wa Allah, hawa wanaosema tuwafate popote waendapo, hata kwenye shimo la mburukenge, je, unawakusudia tuwafate Wakristo na Wayahudi? Mtume Muhammad akajibu akasema, kumbe nani aliye bora zaidi yao? Kitabu hiki hapa, Sahih Buhari juzuu ya 9, hadithi namba 422. Muhammad anasema, Waislamu wallahi mtufate popote, tukienda kanisani mtufate popo, hata kwenye shimo la kenge